Walidi hawa wapata ngumu, wanazaliwa mara chache. Nasema kweli katika jina la Yesu. Wanazaliwa mara chache sana wanazaliwaga hawa. Lakini watu smart kama Sheikh Walidi katika hili imani yake, dini yake, wachache mno. Mtu mnyenyekevu. Ningekuwa nasema nyinyi wa Kristo na Waislamu kabla mjatoa maamuzi kuhusu viongozi, kwanza mnashauriana. Mimi ningeambia Sheikh Walidi mwache kwanza. Sheikh Walidi mumlinde. Mwache kwanza. Ule uwekezaji ambao Mungu ameweka ndani ya Sheikh Walidi Kawambwa ni mkubwa. Ndio maana kuna wakati Mungu alimtetea Musa. Kuna wakati Musa alipata tabu kama hii katika Torati. Na tuhumiwa na Miriam na Haruni kwamba huyu amechuka maadili. Okay. Mungu alimtetea Musa, nimewekeza hapa nguvu zangu, akili yangu kwa miaka zaidi 80. Hamwezi kuuza kuku, mnauza ng'ombe kesi ya kuku. Mungu akaambia Miriam na Haruni, isisikie tena mnasema mbaya kuhusu Moses. Nini Mungu anatetea uwekezaji ambao amewekeza ndani ya Moses. Okay. Ndio maana katika Biblia Yesu alisema viacheni vyote vikue. Okay. Kwa haya ambayo yamemtokea Sheikh Walidi Kawambwa. Ndio. Sio mnafiki. Sio mnafiki kuficha hisia zangu. Okay. Kwa kiasi fulani amenihuzunisha kidogo. Sawa. Kwa sababu ya uwekezaji ambao Mungu ameufanya kwa Kawambwa. Okay. Mimi nimemsikiza sana hotuba zake. Ni ngumu sana kuwapata mashehe kama wale ambao wamefikia kiwango kile cha uelewa wa dini, lakini kuelewa jamii ya Watanzania. Okay. Ni kwamba ana uwezo wa kusema na Watanzania bila kuasili imani yake. Sawa. Kwa sababu wako Wakristo wengine hawataki kusikia habari ya Waislamu. Wachungaji na maaskofu wasema wanafuga majini ya Waislamu, kama sio ndugu. Japo wote ni Wabena, wote ni Wahehe, wote ni wa Kigoma, lakini madamu ni Muislamu tu hapana. Sitaki kusikia habari ya Waislamu hapa. Lakini wako Waislamu pia hawataki kusikia habari ya Kristo. Wanakula nguruwe hawa, hawajaenda sunna, hawajatahiriwa hawa. Lakini hiyo kitu ikute kwa Sheikh Kawambwa. Okay. Ukuti. Ana uwezo kuunganisha watu bila kuasili imani yake, Uislamu wake.